na sina imani naye hata kidogo, japo sina sababu naye ya msingi, lakini nahisi sio mtu mzuri kwetu. Mama, umeanza sasa. Na ndio shida wazazi wa Kiafrika. Nataka wachumba mtuchagulie yenyewe. Tukichagua sisi mnaanza kuleta maneno na fitina. Maana yake nini sasa? Yule mtoto wetu ni msomi, tena mwanafunzi wa chuo. Sasa atakuja kutufanya nini sisi? Misondo, nadhani unanijua vizuri mimi mama yako. Sijawahi kukupinga kwenye jambo la heri, na wala sijawahi kuingilia maamuzi yako yoyote. Sasa kwa nini ujiulize hili na mashaka nalo? Mama, wewe bwana wasiwasi wako tu. Yule binti wa watu hana shida kabisa. Shida nyinyi mna mambo yenu ya kizamani tu. Kia mwanamke anataka kumuona, mtaka muona amevaa madera, makanga. Sasa hivi ni utandawazi, watu wanavaa kodi, wanavaa outfit, wanapoa. Yule ni mwanafunzi wa chuo. Na yale ndo mavazi wanaopenda wanafunzi wa chuo. Uso na wasiwasi, relax tu. Utamzoea. Misondo, hisia zangu sijawahi kuongopa. Na siku zote nikihisi kitu huwa kinakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo Misondo, naomba usipuuzie dalili, sababu baadaye utatukuta makubwa. Misondo, yule binti hakufai. Kwa hiyo naomba uache urafiki naye. Mama, ninakupenda na ninakuheshimu siku zote, ila katika hili siwezi kukusikiliza. Yule binti ni rafiki mzuri sana kwangu na siwezi kuacha urafiki naye. Kwa ninachokuomba mama, naomba uheshimu maamuzi yangu. Mimi ni mtu mzima, sio mtoto tena. Kwa naomba uheshimu maamuzi yangu. Hasa kwa mambo ya mahusiano. Mama, sitaki uniingilie. Wewe ni support tu na sio kunichagulia. Kwa sababu mama, mimi mwenyewe naelewa kipi ni sahihi kwangu na kipi sio sahihi kwangu. Na mpaka bwana nimemleta mtu hapa nyumbani, unajua nimeshamchunguza na nimeshaona huyu mtu ni bora na ni sahihi kwangu. Unachokuomba mama, sitaki kugombana na wewe. Naomba uheshimu maamuzi yangu. Misondo! Wa Misondo! Misondo! Sifa ya moyo tamaa, moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Ile ndoto ya kitandani, achana nayo. Kama unahisi haiwezekani kuendana nayo, unaweza kuota umejenga angani. Kuhifadhi ndoto ya kazi gani? Tuliza moyo wako. Baramadi mchawi, 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 Baramadi mchawi. Chukua. Baramadi mchawi. We dogo, vipi kwani? Mbona nipo katika hali hii?
Mbona kama sikumbuki chochote? Na imekuwaje hadi kukaa kwenye majumba vibovu hivi? Au nilikuwa chizi? Mimi mwenyewe sielewi. Nilikuwa napita tu nikakukuta kwenye hali kama hii. Na hujamwona mwanangu Mbalamadi? Mbalamadi yupo na amerudi kwa Abduli muda mrefu sana. Ina maana ni muda mrefu tangu nimekuwa katika hali hii? Ndiyo, ni muda mrefu, kwa sababu Mbalamadi alivyorudi alisema kwamba umekuwa kichaa. Kwani nilikumbwa na nini? Na mbona sikumbuki chochote? Hata hivyo mimi naye nyumbani. Kwaheri. Dogo, naomba umwambie mwanangu Mbalamadi nimepona, kwa hiyo arudi nyumbani. Hata nikimwambia hawezi kunielewa. Wewe ni vyema uje mwambie mwenyewe. Sasa nitawezaje kwenda kwa Abdul? Na aliyakuwa kwa mara ya mwisho nilimkataa tena kwa maneno makali sana, na kwa yale maneno nilikuwa namwambia, bila shaka atakuwa bado ana hasira na mimi. Sasa nitawezaje kwenda? من نور محمد بنور بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شف واردي من كل شر الجن ومن كل شر الإنس ومن كل فتنة الجن ومن كل فتنة الإنس. اللهم أبطل كل سحر ومن كل عين الجن في جميع الجسم والد إن شاء الله. Binti yangu, utapona, utapona binti yangu, sababu umekwenda hospitali, umefanyiwa vipimo, hauna UTI, hauna typhoid, hauna tatizo lolote. Sasa kwa nini unakuwa upo kwenye hali kama hii? Hii itakuwa shirki. Washaona wivu. Mtoto wa mkumba ana tabia mzuri, anakwenda madrasa, akirudi katulia nyumbani kwake. Wameamua kufanya shirki. Kwani sehemu gani hasa unaohisi na kusumbua? Tumboni? Ya Shafi ya Allah, ya Shafi ya Allah, ya Shafi ya Allah. Allahumma shifi hadhi al-batil. Odi. Karibu. Shikamoo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wewe nani? Mimi ni mwanafunzi mwenzie na wewe mwanao. Nimesikia naumwa, ndio maana nikaja kumjulia hali. Na unamfahamu kijana? Karibu binti yangu, mimi ngoja kwanza nikakutafutia chakula, sasa hivi narudi. Sawa?
Wewe mbona unatari? Unasubiri kuja kweli? Kiukweli Nkisi, nimeshindwa kujizuia na ninajikuta natamani kuja kujulia hali, maana leo kutwa nzima nilikuwa nakuwaza, ndio nikaona bora nje kuangalia unaendeleaje na hali. Sasa hivi kidogo naendelea vizuri, sio kama jana. Na kuna kisimu baba amenisomea hapo, naona kama kimenisaidia. Nafurahi kusikia hivyo, na hapa sasa moyo wangu utakuwa na amani tele, maana nilikuwa sina raha kwa ajili yako Ngisi. Nikikutazama machoni, mwili waishiwa nguvu, nasikia ubaridi moyoni, ubongo unatikisa. Hivi ni nini? Mbona nashindwa kujizuia? Au ndio upendo wa ujifichi? Na maana penzini nimeingia, maana nikikuona roho yangu kwa tu mtoto wa nyoka na juona chatu, na kukukosa sitamani katu, tapoteza akili nitakuwa fyatu. Baramadi.